Sasa hatupendi kivuli cha rais kikanyagwe. Hatuwezi kukubali kivuli cha rais kikachezewa. Kwa hiyo tunakilinda kwa nguvu zote. Mwenge lazima tulinde kwa nguvu zote sisi kama Watanzania, kwa sababu ni kivuli cha rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mkaguzi mkuu wa miradi kwa niaba ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mkaguzi, sawa, kwa niaba ya nani? Ya rais. Kwa hiyo anapokuja mkaguzi yeyote anakuja kukagua hata nyumbani kwako, wewe ukiwa na madudu au na mabaya, unaweza kumdhuru. Ili asidhurike, ni lazima alindwe. Ni moja wapo ya nembo au alama nyeti za taifa. Nafikiri napoongea nyeti naeleweka, si ndio? Hata wewe kuna vitu ambavyo ni nyeti ambavyo hutaki viguswe, hutaki vionekane, unavilinda kwa nguvu yote. Kitu nyeti, kitu chako nyeti, unakielewa? Kwa hiyo Mwenge wa Uhuru ni chombo nyeti cha taifa la Tanzania. Hivyo hadi leo Mwenge wa Uhuru upo Mwitongo na unawashwa kila mwaka. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Sasa unaweza kama utakuwa na swali utauliza baadaye. Mwenge wa Uhuru upo Mwitongo, ambapo kila inapotokea kuna Mwenge wa Uhuru umefika mkoa wa Mara, ni lazima ufike nyumbani kwa baba wa taifa uwashe ule Mwenge wa Uhuru uliopo Mwitongo kama kumbukizi na kama kumbukumbu. Kwa hiyo kumbe sisi watu wa mkoa wa Mara ndio chimbuko la Mwenge wa Uhuru wa Tanzania. Hebu tujipatie makofi. Kwa hiyo watu wote wa Tanzania wanatuangalia sisi watu wa mkoa wa Mara, na huwa mimi huwa nasikitika sana ninapofika sehemu matokeo yanasomwa ya kitaifa, unakuta mkoa wa Mara labda tuko watu wa 20, watu wa 12, watu wa 15. Huwa najiuliza ni kwa sababu yawezekana sisi vijana, wa mama, wazee hatujajua uthamani wa Mwenge wa Uhuru ambao sisi ndio tuliouanzisha, sisi ndio waasisi, sisi ndio tulipaswa kujitokeza kwa wingi, yaani kuulinda vizuri, kutengeneza maudhui mazuri ya Mwenge wa Uhuru ili kusudi watu wengine waige kutoka kwetu, kwa sababu sisi ndio waanzilishi. Sawa? Sisi ndio mafundi, sisi ndio wagunduzi. Kama vile ambavyo wanasema wale waliokuwa wanasoma, kuna mtu mmoja, kuna siku moja nimewahi kusoma kitabu, ananiambia kuna mzungu mmoja amekuja akaugundua mlima Kilimanjaro. Eti yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuona mlima Kilimanjaro. Kweli kwamba pale Moshi pale kulikuwa hakuna mtu yeyote wa Kilimanjaro aliyewahi kuona ule mlima Kilimanjaro. Ile ni mzungu aliyetoka wapi? Unaona wenzetu wanavyotudanganya. Kwa hiyo sisi ndio watu wa kwanza kuwa na mwenge, na sisi ndio watu wa kwanza kugundua kwamba mwenge unaweza kufanya kitu gani. Sisi ndio watu wa kwanza kuelewa, yaani watu wa mkoa wa Mara ndio wa kwanza kujua kwamba kumbe chombo kama mwenge kinaweza kikakagua miradi. Chombo kama mwenge kinaweza kikawa ndio alama ya rais au kivuli cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo mpaka sasa hivi huko Butiama, na hata vijana juzi Mwenge wa Uhuru ulipopita pale, ulifika pale Mwitongo na ukauwasha ule mwenge ambao ni asilia ya mwenge huu tunaokimbiza. Ni sahihi. Nini sasa kifanyike ili uelewa wa vijana na Watanzania wote tusidanganyike? Nini sasa kinachotakiwa kufanyika? Hebu mgeuke mwenzako umuulize, je, na wewe ulikuwa bado unadanganyika? Amekujibuje? Alikuwa anadanganya. Sasa nini kifanyike? Kwanza lazima ujikubali. Tujikubali katika eneo tulilopo, tulilojaliwa na Mwenyezi Mungu. Yaani wewe uko Rorya, jikubali na Rorya yako. Uko Tanzania, jikubali na Tanzania yako. Asitokee mtu mwingine anatokea Kenya, anatokea sijui nchi gani, anakuja anakuambia unajua wewe hapo ulipo upaswa kuwepo hapa. Hapana. Jikubali kwenye eneo lilopo. Jikubali kuzaliwa na mzee Obongo, si ndio? Jikubali kuwa Mjaluo. Usianze kujidharau kwa nini mimi
umekuwa Mjaluo. Wewe ulitaka uwe nani? Ulitaka uwe Mkuria uibe? Ulitaka uwe Mfipa uroge? Nikubali hapo lipo. Kuwa Mjaluo na kunywa uji. Basi. Na kuvua samaki. Kubali. Tambua uthamani wa taifa lako, mkoa wako, wilaya na familia yako. Ukishatambua uthamani wa taifa lako, ukajua taifa lako la Tanzania lina uthamani wa kiasi gani, yani likoje, taifa lako la Tanzania likoje na uthamani wake ni upi. Hata ukiangalia bendera yetu ya nchi haina alama yoyote ya damu kama tuliwahi kumwaga damu ili tupate uhuru. Sisi tulipata uhuru kwa njia ya amani kabisa, kwa kuwashawishi na kuambia kwamba sasa tuna uwezo wa kujitawala na wakatupatia nchi yetu. Kwani tuanze kutamani nchi kama Kenya waliopigana? Kwani tuanze kutamani nchi ya Uganda? Kwani tutamani nchi za wenzetu ambao na ubaguzi wa kirangi? Kwani tusijikubali kwenye nchi yetu? Kwani tusikubali mkoa wetu wa Mara ambao una fursa mbalimbali? Tunavua samaki, kuna madini, tunachoma matofali, tunauza. Ndugu zangu, tunalima nyanya, tunavua dagaa. Fursa kede kwenye mkoa wa Mara. Kwa nini tusikubali mkoa wa Mara? Kwa nini usikubali wilaya yako ya Rorya ambayo una uwezo wa kununua ng'ombe ambao wamezeeka kutoka Shinyanga, wakaja hapa wakala majani wakanenepa ukauza? Kwa nini usikubali wilaya? Kwa nini usikubali kwamba mimi ni Mjaluo, nina uwezo wa kuongea Kiingereza ambacho watu wengine hawasikii? Kijaluo ni Kiingereza. Hata Mwalimu Nyerere alipoenda Ulaya huko, alipofika wanamzingua akawaambia good morning ya Magero. Wakaanza wale watu wana vipara vyao, wamesoma, wana degree, alikuwa na ukubali uzanaki wake, akawaambia good morning ya Magero. Wakaanza kupekua kwenye dictionary ya Magero ni nini. Wakalikosa kwenye dictionary, hawakupata Magero, tafsiri ya Magero hawakupata. Kwa mpaka leo Mwalimu Nyerere akawa na degree kuliko wao. Kwa nini wewe jikubali kwa udogo wako? Thamini ulicho nacho, kuwa cha thamani. Usianze kuangalia cha mtu mwingine. Ndio maana sasa hivi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzisha platform hii, ana maana kwamba vijana mjikubali. Sio kila kijana atakayesoma lazima ajiriwe. Humo vijana mna uwezo wa kuanzisha vikundi vyenu, mkakopesheka, mkapata namna ya kujiendeleza. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kile utakachokuwa nacho kikapandishwa thamani, kikapata kibali. Wanasema hata Musa akaulizwa, alipofika sehemu sasa amekwama, akaulizwa una nini mkononi? Akasema mimi na fimbo. Hiyo itumie, piga chini alafu maji yanatawanyika. Nini ulicho nacho upige chini alafu maji yanatawanyika, ambayo yanakuzuia kuvuka kwenda Tarime kufuata ndizi uje kuuza hapa Rorya. Una nini ambacho unaweza kupiga chini alafu ukatoa hapa samaki ukapeleka Tarime? Una nini ambacho unaweza kupiga chini ukapeleka tu hapa Mika, ukaenda ukakaa pale Mika ukamtimbiza hapa Mika? Kuna nini? Watambue na kuwathamini wanaokuzidi na kuhakikisha unatimiza wajibu wako kwao. Kama jinsi ambavyo Mwenge wa Uhuru wanasema kwamba tuwe na upendo na umoja wa taifa letu. Sasa hivi ule upendo na umoja wa taifa letu umepungua. Ndio maana unaweza ukajikuta watu tunabaguana. Zamani ilikuwa ni vigumu kukuta ndani ya gari kijana amekaa, alafu mzee, yani kijana anakaa kwenye siti, alafu mzee amesimama. Mimi na umri wangu huu tukiipanda kwenye gari, pamoja na kwamba nimekata tiketi, lakini namkuta mama ni mjamzito na miaka 25, nampisha. Yule ni mheshimiwa, ni mbunge yule. Nataka nimpishe akae, kwa sababu anaweza akaanguka, alafu kumbe mle ndani alikuwa na kiumbe ambacho baadaye kingekuja kuliongoza hili taifa. Alafu mimi nimesimama, nimekaa. Unamkuta mzee, huwezi jua, yawezekana ndiye aliyepigana vita ya Uganda akakomboa taifa, alafu wewe unakaa, yule mzee anasimama.
miguu yake ilishazeeka. Nini sasa kifanyike? Hebu sisi vijana tuangalie kwamba je, tunawaheshimu walioko juu yetu? Tunawakubali walioko juu yetu? Tunaelewana vizuri? Kataa kula na kupokea matango mwitu. Kula na kupokea. Nilipenda sana lile swali la mwisho la nafikiri ilikuwa kwamba koleo sasa limeoshwa, si ndio? Alafu linawekwa chakula. Matango mwitu ni yapi? Matango mwitu ni yapi? Kuna matango mwitu ambayo unaweza ukalishwa. Unaambiwa, unajua huu mwenge wa uhuru unatuharibia sana fedha. Na wewe unakubali, unaitika ndio. Huu mwenge wa uhuru unatakiwa ufungiwe kule. Huu mwenge wa uhuru yani hata sioni uthamani wake. Lakini wewe tayari umeshakaa darasani, nimekueleza ulianzishwaje, nini kilichotakiwa, ni kwa nini ulianzishwa na kitu gani ambacho mwenge wa uhuru unafanya. Sasa na wewe je, utaendelea kula matango mwitu? Kuna matango yanauzwa sokoni, si ndio? Lakini unayajua kuna matango mwitu. Ukila unafanyaje? Ukila matango mwitu unakuwaje? Ukila matango mwitu lazima uharishe. Ukila matango mwitu utatapika, kwa sababu sio tango halisi ambalo unatakiwa wewe ufanyeje? Ule. Unaelewana kijana? Kataa kula matango mwitu. Hakikisha unakitambua chakula safi na salama unachokipokea na unachokila kwa ajili ya afya yako. Bila kuwa na afya ambayo mkufunzi amemaliza kufundisha hapa, huwezi ukatambua ambacho nafanyiwa. Uliwahi kumkuta mgonjwa mahututi yuko kitandani, nikugeuze, nikupe chakula, ukaoge, sasa huyu nimpe nini? Kwa sababu kila kitu anakubali, kwa sababu amezidiwa, hawezi hajitambui, haelewi. Mshipa wa fahamu haupo, hajitambui. Jitambue wewe ni nani katika nchi yako. Naomba maswali kabla sijaenda kukaa.